mmeshinda na mmetinga hatua nusu finali. Waandishi wa Zanzibar wako wapi kwanza? Naona wengi wa dafu. Mpaka uwaone? Mpaka niwaone. ZBC, Zanzibar Broadcasting. Na dada hapa? Nani Zanzibar? Online TV inaitwa Sports Lady. Ya kwako mwenyewe. Hapa tuna wamiliki wawili wa TV. Kuna Kishai TV na Sports Lady TV. Mashaallah, hongereni sana. Endeleeni kupambana na maisha. Asante. Tunaweza kuondoka sasa hivi? Ndimbo amekuuliza swali hapa. Karibu na Amani Ndimbo. Mmetinga hatua nusu finali. Kwanza tuzungumzie mchezo ambao mmekutana nao wapinzani wenu Fufuni. Wamewapa mchezo ambao mlikuwa mnauhitaji? Ya Fufuni Mbona cheka? Au ilikuwa chupu chupu? Jini katoka mganga yuhoi. Jina lao linachekesha. Nini kinakuchekesha? Jina. Ya Fufuni wametupa mchezo mzuri na sisi tumefurahi kupata aina hii ya mechi. Mechi haikuwa nyepesi, ukiangalia mabadiliko makubwa ambayo mwalimu Steven Becker ameyafanya. Mabadiliko makubwa kwa maana ukiangalia timu iliyocheza leo ni timu ya tofauti sana na ile ambayo ilicheza mechi ya kwanza dhidi ya Mwembe Makumbi. Lakini timu iliyocheza leo vile vile ni wachezaji asilimia karibia 80 ni wachezaji wapya kabisa, wanaonekana kwa mara ya kwanza ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Na ni timu ambayo ilikuwa na seniors wachache tu, Kante, Limpanzu na baadaye akaja akaingia Kamara na Anthony Mdigo, lakini the rest of the squad walikuwa ni vijana wadogo na vijana wapya kweli kweli. Sisi tunao furaha kubwa kwa mchezo wa leo. Kabla ya kufurahia matokeo, mchezo tu wa leo umetufurahisha sana kwa sababu kulikuwa na project yetu katika mchezo huu wa leo. Tulikuwa na wachezaji watatu kutoka timu yetu ya vijana ya under 20. Mlinda mlango Alexander Erasto ni kijana kutoka timu yetu ya vijana ambaye tumempandisha msimu uliopita, akawa anafanya mazoezi na senior team na baadaye anarejea kuja kucheza na vijana wenzie. Lakini kijana ambaye amecheza namba 2 hii leo Yahya Hussein Mbegu naye vile vile ni katika vijana ambao wametoka timu yetu ya under 20. Lakini Bashir ambaye alicheza eneo la mbele vile vile naye ni kijana kutoka timu yetu ya under 20. Programu yetu hii ya under 20 ilianza miaka mitatu iliyopita na ndani ya muda mfupi tumefanikiwa kuvuna wachezaji watatu ambao ni kutoka timu ya vijana. Sisi kwetu tumefurahi kuona wamepata muda wa kucheza na kuonesha uwezo na ubora wao. Na mechi ya leo ukiachilia mbali matokeo, lakini kuona vijana hawa wakipata nafasi ya kucheza na sio tu kucheza kwa ubora na uzuri wa hali ya juu ni jambo ambalo linatia matumaini ya kwamba mpango wetu wa kuendeleza na kukuza vijana upo katika mikono salama. Kwa hilo limetufurahisha, lakini matokeo ambayo tumeyapata vile vile na yenyewe yametufurahisha zaidi. Pamoja na kwamba mashindano haya tunayatumia kama sehemu ya kutengeneza timu yetu kuelekea katika mechi kubwa ambazo ziko mbele yetu, lakini vitu hivi vinatakiwa kwenda sambamba: kutengeneza Simba ya baadaye, kutengeneza Simba ya kesho, pamoja na kupata matokeo mazuri. Tumepata ushindi hii leo mbele ya Fufoni. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefuzu kwenda hatua inayofuata. Lengo letu ni wachezaji wetu wapate muda wa kucheza zaidi kwa maana ya game time. Kwa hiyo kufuzu maana yake ni kwamba tumejihakikishia kwenda kupata mchezo mwingine wa kuwapa nafasi vijana wetu kucheza na kuonesha ubora wao. Lakini semaji kwa kuangalia performance ya wachezaji kama vile ambavyo umeweza kuzungumza. Rasmi sasa mnakutana nusu finali na Azam FC. Mara nyingi mkutana mchezo unakuwa ni mgumu kweli kweli. Unahisi kwamba mmepata ule ushindani sahihi wa kukutana nao? Mechi imebadilika. Nawaambieni vidude vyenu hivyo vinasumbua. Mechi imebadilika na mashindano vile vile yameshabadilika.
tayari hiyo imeshakuwa ni vita kubwa, kwa maana imeshakuwa ni dabi hiyo dhidi ya Azam FC. Lakini sisi hatubadilishi mpango wetu. Project yetu inaendelea kuwa vile wale ambao tumeanza nao katika mashindano haya ndio ambao wataendelea kupata nafasi ya kucheza. Lengo letu ni kuwapa vijana hawa nafasi. Tuna mwalimu mpya pamoja na benchi la ufundi. Tunachokitaka ni mwalimu apate muda wa kucheza na hawa waliopo ili afanye maamuzi yaliyokuwa sahihi tunapoelekea kwenye dirisha dogo, tunapoelekea kwenye mechi kubwa dhidi ya Esperance, tunapoelekea katika ligi kuu ya NBC. Mwalimu afanye maamuzi kulingana na kile ambacho amekiona katika mashindano haya ya Kombe la Mapinduzi, tena hususan katika mechi hii dhidi ya Azam ambayo itamsaidia kuona madhaifu na kuona ubora wa mchezaji mmoja. Kwa hiyo tutaendelea hivi. Wale ambao tumeanza nao safari hii ndio ambao watashuka dimbani siku ya tarehe 8 katika mechi ya hatua ya nusu finali. Matokeo tunayataka kwa maana ya ushindi, lakini the big deal ni kuona kila mtu anapata nafasi ya kucheza ili mwalimu Steven Becker ajiridhishe na afanye maamuzi yaliyokuwa sahihi. Kwa Nabi Kamara kwa mara ya kwanza anakuwa nyota wa mchezo, kama kumbukumbu zangu ziko vizuri, tangu atue Simba Sports Club. Kuwa na wachezaji wa aina ile inakuwa na maana gani kwenu kama klabu? Baada ya Fufoni kutaka kutuzoea kwa ile sare ya 1-1, mwalimu akaamua Mwembe Makumbi. Nabi Kamara sishakuwa 1-1. Sijapoteza kumbukumbu ndimo. Ndipo mwalimu akaamua kunyanyua silaha zake 2-3 kwa ajili ya kwenda kuweka mambo sawa na heshima ichukue mkondo wake. Na alivyoingia Nabi Kamara, uliona kabisa maji yakajitenga na mafuta, akawapelekea moto vijana wa Fufoni na hatimaye tukapata goli la mbali, mkwaju wa maana kweli, na hatimaye akawa mchezaji bora. Ni amestahili kwa kazi kubwa ambayo ameifanya, na goli ambalo amelifanya amelifunga ni moja kati ya magoli bora kweli, kwa sababu amepigia mbali na hatimaye akaipa Simba ushindi wa magoli 2-1. Ahmed, mchezo wa kwanza ukuwepo, lakini nafikiri salamu ulizipata za afisa habari wa Mwembe Makumbi. Alisema kwamba mechi ile alikuwa anakuja kuwapa utamu, akapata sare, akatamba sana. Salamu ulizipata? Akapata sare na akasema mlibebwa, mliwafunga. Sisi tumepata sare. Waliwafunga. Waliwafunga, akasema kwamba ile goli lenu lilikuwa offside na mlibebwa. Alisema hivyo. Na kesi hiyo amemwachia Ally Kamwe na Zaka za kazi pamoja na Hashim Ibwe. Okay. Walipie kisasi. Na wameshatolewa. Washatolewa. Basi wakaendelea kupiga ngoma. Shughuli shawashinda tena. Ngoma ya wakubwa hii. Niko tayari kulipiwa kisasi. Kulipiwa kisasi. Kulipiwa? Kwa maana ya kwamba si mmewatoa wale. Sasa wale kasema kesi kaipeleka kwa Ally Kamwe na Zaka za kazi pamoja na Hashim Ibwe. Na Ally Kamwe amepokea hiyo. Basi sawa. Tukutane huko mbele safari. Sasa tulizungumza na Ally Kamwe wakati anatua hapa Zanzibar, akasema kwamba mashindano ndo yameanza rasmi siku ya jana ambapo walishinda goli 3-0. Anasema hao wote ambao walitangulia ni kama vile walikuwa wanasafisha tu njia, na akasema kwamba anachokiona ni kwamba timu zote ambazo zinashiriki michuano ya Mapinduzi Cup kwa msimu huu ni bora zingeungana, pia hata mngecheza nao Yanga Sports Club bado kombe lingekuwa kwao. Una ujumbe gani kwake? Sasa umechanganya maswali mawili. Moja, mashindano yanaanza na kuna kuungana. Mashindano kuanza, yani kwamba jana, kwa sababu Yanga si ndio imecheza jana. Kwa hiyo ninyi ambao mlitangulia ilikuwa fagia uwanja. Fagia uwanja. Sawa. Sasa kama mtu kasema tumefagia uwanja, kuna shida gani? Sawa, unakubali mmefagia uwanja. Semaji dirisha limefunguliwa la usajili, na tumeona Clatous Chota Chama anahusishwa kujiunga na Wekundu wa Msimbazi Simba. Hizi taarifa zimewafikia mezani? Na sisi tunaona taarifa hizo mitandaoni, hatujajua ukweli wake hasa ni upi.
lakini ni mwendelezo wa tetesi kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili, na of course na sisi tutakwenda kufanya maboresho kidogo kwenye timu yetu ili tuende tukatoe upinzani huko ambako tunaelekea. Na wale ambao tupo kwenye mpango wa kuwasajili, mambo yetu yanakwenda vizuri, na muda ukifika tutawatangazia, au kama mwalimu Steven Becker atasema timu iliyopo inaridhisha kwenda kushindana huko mbele safari, basi tutafanya usajili. Lazima ieleweke ya kwamba dirisha dogo la usajili ama usajili kwenye kipindi hiki cha Januari, kama umejitosheleza, huna sababu ya kufanya usajili. Lakini kama unaona timu yako ina mapungufu hapa na pale, basi unalazimika kufanya usajili. Kwa hiyo majina mengi yanatajwa, ikiwemo hilo ambalo umelitaja. Mimi siwezi kulizungumzia into details kwa sababu ni mchezaji wa watu, lakini muda ukifika, wachezaji ambao tunakusudia kuwasajili tutawatangazia. Hilo wanasimba wala wasiwe na pressure nalo. Ni maboresho kidogo tu ambayo yatafanyika, kwa sababu ukweli usiopingika ni kwamba sisi tuna timu bora kweli kweli, tuna timu nzuri kweli kweli. Katika timu 15 za ligi kuu ya NBC, Simba Sports Club ndio timu ambayo tuna wachezaji wazuri, tuna wachezaji bora kweli kweli. Tunaweza tukahukumiwa na aina ya matokeo ambayo tumeyapata hasa kwenye ligi ya mabingwa Afrika, lakini haiondoi ukweli ya kwamba unapozungumzia mchezaji mmoja moja, sisi tuna wachezaji wengi wazuri, na ndio maana hausikii taarifa za wachezaji wetu kutolewa kwa mkopo. Sisi kwetu mambo ni shwari kwa sababu tuna wachezaji wengi ambao wamejitosheleza, lakini lazima tutafanya mabadiliko ama maboresho kidogo kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye timu yetu kuelekea safari inayoelekea huko mbele, ambapo tuna kibarua cha kuitafuta hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa. Kwa hiyo wana Simba wasiwe na mchecheto, wala wasiwe na pressure, wala wasiwe na wasiwasi wa roho za nafsi kwamba sasa lazima na sisi tufanye usajili. Hapana, kila timu inafanya usajili kulingana na mapungufu waliokuwa nao. Usajili sio fashion, hasa kipindi cha dirisha dogo. Unatakiwa kuwa very smart, unatakiwa unakata mti unapanda mti, kwa sababu hapa tulipo sasa tupo katikati ya mashindano. Hakuna muda huyu mpaka atazoea, mpaka azoeane na wenzie, akishapata muda wa kucheza huo muda upo, kwa sababu unamsajili mtu kwa mfano leo hii tarehe 5, tarehe 23 huyo mtu anatakiwa ashuke pale Stade de Tunis, aende akazime na Esperance, atafute ushindi mbele ya Esperance. Kwa unaweza kuona unahitaji kusajili mchezaji wa aina gani kwenda kuongeza nguvu. Kwa hiyo sio swala la shauku, sio swala dirisha liko wazi basi usajili. Ni swala la kwamba je, una mapungufu? Je, una mahitaji? Na je, yuko mtu kweli umemuona ambaye ukimchukua atakuja kuongeza ufanisi kwenye timu yako? Umezungumzia mkopo hapo. Kuna ujumbe ulioandika kwenye kurasa yako wa Instagram ukasema kwamba asiende Manyoni. Kwa maanisha nini? Sema Manyoni si Manyoni. Manyoni si wanalima karanga. Ni Manyoni tu. Kuna timu kule. Manyoni United. Asiende Manyoni United. Ipo timu. Semaji wana Simba wanauliza sana kuhusiana na Elie Mpanzu, kwa sababu kuna maneno mengi sana kwenye mitandao ya kijamii, ukizingatia amechelewa kuwasili hapa. Wengine wanasema kwamba huenda akawa anaondoka, kuna mambo mengi yanaendelea. Hebu atoe hofu kwenye hilo. Anaenda wapi? Anaenda wapi Mpanzu? Mpanzu ni mchezaji wa Simba Sports Club. Ana mkataba na Simba Sports Club. Nani Sports Lady umeshapata story? Wala amekula nyoya. Muulize hiki anaondoka naye, maana anaongea vingi. Kapata story kali kweli yule. Maana ndio kwanza unashuka sasa hivi. Kwanza naanza. Mpanzu ni mchezaji wa Simba.
Kinachoendelea ni watu kujifurahisha ama kujitekenya alafu unacheka mwenyewe na mimi sijui kwa nini wanasimba wanaweza kuingia kwenye pressure ya namna hiyo kwa watu ambao tumeshazoea wakifanya hivyo kila msimu, wakifanya hivyo kila mwaka. Kwa hiyo Mpanzu ni mali yetu, ni mchezaji ambaye Simba hatuwezi kuruhusu kwa namna yoyote ile aondoke, kwa sababu bado anahitajika ndani ya timu yetu na bado ana mchango mkubwa ndani ya timu yetu. Inawezekana kuna watu wanamtamani, inawezekana kutokana na ubora, na mimi niwaambie hakuna talent katika ligi ya Tanzania hii. Hakuna mchezaji hata mmoja katika ligi ya Tanzania anayefikia hata theluthi ya ubora wa Eli Mpanzu, na ndio maana unaona watu wanahaha kila siku kujitamanisha na vitu kama hivyo, lakini Mpanzu ni mali halali ya Simba Sports Club na ataendelea kuitumikia Simba Sports Club na haendi popote kwenda timu nyingine yoyote mpaka willingness yetu sisi Simba Sports Club, yani sisi tuamue, ndio Mpanzu anaweza akaondoka Simba. Lakini kwa ubora aliyokuwa nao na kwa mchango aliyokuwa nao, Mpanzu bado yuko sana ndani ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, nowhere to go. Kwa hizo mashine ambazo zitashuka, semaji, huenda tukaziona hapa Zanzibar kama mtaendelea kuwepo au? I don't think so, kwa sababu muda umekwisha. Tumebaki na nusu finali tarehe 8 inshallah, na finali kama tutafuzu tarehe 13. Yes, anaweza wakawa wameshafika ama ameshafika, lakini siwezi kuahidi kama atakuwa ndani ya hii Mapinduzi Cup. Nachoweza kuthibitisha ni kwamba tunapambana kuweza kukamilisha kila kinachowezekana kukamilika ili mambo yetu yawe bambam. Sawa, tunakushukuru. Mbona mapema? Tukesha baba. Twendeni na interview. Kipa vipi? Kuna maboresho yote kwa upande wa kipa? Yakubu amepata majeruhi au mnaenda na ya nani? Yakubu tunasubiri taarifa rasmi kutoka kwenye mamlaka ambazo alikuwa akizitumikia kwa maana ya timu ya taifa. Tupate taarifa yake na sisi